Mwanga wa taa ulipojaza chumba, muda ulionekana kusimama. Bavin alibaki amesimama mlangoni, macho yake yakitanuka polepole, akijaribu kuamini alichokiona. Malik? Sauti yake ilitetemeka. Mtu aliyesimama mbele yake alitabasamu kidogo. Hakukuwa na shaka. Alikuwa ni Malik, rafiki yake wa karibu kutoka mafunzoni. Mtu ambaye Bavin mwenyewe alihudhuria mazishi yake. Huwezi kuwa hai, Bavin alinong'ona. Malik alisogea hatua moja mbele, mwanga ukigonga uso wake vizuri zaidi. Ningeweza kusema hivyo hivyo kuhusu wewe, Malik alijibu kwa utulivu. Kimya kizito kilitanda kati yao. Bavin alifunga mlango polepole nyuma yake, macho yake hayakuondoka kwa Malik. Hii ni nini? Ni mchezo gani huu? Aliuliza kwa ukali. Malik hakujibu moja kwa moja. Alizunguka ndani ya chumba, akigusa vitu kwa utulivu kama mtu aliyekuwa anafahamu mahali hapo vizuri. Rusajo haijabadilika, alisema. Bado inanuka siri na damu. Jibu swali langu. Bavin aling'aka. Malik alisimama, akamgeukia. Nilikufa kwa watu wote waliokuwa wanatakiwa kuamini hivyo. Maneno hayo yalidondoka taratibu, lakini uzito wake ulikuwa mkubwa. Bavin alikunja uso. Unamaanisha nini? Malik alimkaribia zaidi. Unakumbuka ile operation ya mwisho kabla hatujamaliza mafunzo? Bavin alifikiria haraka. Operation ya usiku, taarifa za siri, kikundi kilichokuwa kinahusika na madawa ya kulevya. Ndiyo, tulipoteza watu, Bavin alisema polepole. Malik alitikisa kichwa. Hapana, hatukupoteza watu, tulisalitiwa. Kimya. Bavin alihisi kitu kikimkaza kifuani. Nani alitusaliti? Aliuliza kwa sauti ya chini. Malik hakujibu moja kwa moja. Badala yake, alitoa kitu mfukoni, kadi ndogo iliyokuwa imechoka. Aliirusha mezani. Bavin aliitazama. Ilikuwa na alama ile ile aliyokuwa ameiona ukutani kwenye lile jengo la Chidimonga. Alama ya ajabu, kama mduara uliokatwa katikati. Hii ni nini? Bavin aliuliza. Malik alimwangalia moja kwa moja. Hii ndiyo kila kitu. Wakati huo huo, katika kona ya giza ya Rusajo, Chausiku alikuwa amesimama peke yake, macho yake yakitazama mbali. Salome alimkaribia. Umebadilika tangu usiku ule, alisema. Chausiku hakujibu mara kwa moja. Unamfahamu huyo Bavin? Salome aliuliza. Chausiku aligeuka polepole. Zaidi ya unavyodhani. Salome alishtuka kidogo. Kivipi? Chausiku alitabasamu kwa huzuni. Kabla hajawa huyu mtu, alikuwa anakuja hapa akiwa na sare yake. Alikuwa tofauti. Kimya kidogo. Kuna kitu kinamvuta tena huku, na si cha kawaida, Chausiku alisema kwa sauti ya chini. Ndani ya maficho ya Chidimonga, moto wa mshamaa ulitikisika. Chidimonga alikuwa peke yake, macho yake akiwa yamefumba. Alikuwa akizungumza tena kwa sauti ya chini. Amekutana naye. Alifungua macho taratibu. Vizuri. Alinyanyuka, akachukua kitu kilichokuwa mezani, kifuko ndogo kilichofungwa na kamba nyeusi. Ndani yake kulikuwa na unga mweupe, lakini haukuwa wa kawaida. Imani, hofu, damu. Alitabasamu. Hivi ndivyo watu wanavyodhibitiwa. Kurudi kwa Bavin. Chidimonga, Bavin alisema ghafla. Malik alisimama. Unamjua? Bavin alitikisa kichwa. Nimesikia jina lake leo, na kila mtu anaonekana kumuogopa. Malik alicheka kidogo, lakini hakukuwa na furaha ndani yake. Hao wanaomuogopa bado hawajamjua vizuri. Bavin alihisi baridi kena. Anahusika na hii yote? Aliuliza. Malik alikaa chini polepole. Hahusiki tu, yeye ndiye anavuta kamba zote. Kimya. Na mimi nilipogundua, Malik aliendelea, ndipo nikafa. Bavin alikunja uso. So una upande gani sasa? Swali hilo lilikaa hewani. Malik alimtazama kwa muda mrefu. Kuna pande mbili tu Bavin, na zote zina damu. Ghafla, sauti ya kitu kuvunjika ilisikia nje ya nyumba. Wote wawili waliinuka kwa haraka. Bavin alizima taa. Giza likaingia tena. Hatua za watu zilianza kusikika nje. Sauti za kunong'ona. Kuna mtu ndani. Sauti ya kiume ilisikika. Bavin alishika pumzi. Malik alimpa ishara ya kukaa kimya. Mlango ukagongwa kwa nguvu.
fungua. Bavin alimtazama Malik. Malik alitikisa kichwa. Hapana. Mlango ukagongwa tena, safari hii kwa nguvu zaidi. Kisha boom, mlango ukavunjiwa na teke. Watu watatu waliingia kwa haraka wakiwa na silaha, na mbele yao alikuwa Simon Tol mnyama. Macho yake yalikuwa yamejaa hasara. Nilijua utaniletea shida, Bavin, alisema kwa sauti nzito. Alitazama ndani ya chumba, kisha macho yake yakatua kwa Malik. Sekunde moja tu, lakini ilitosha. Uso wake ulibadilika. Wewe! Kimya kizito kilitanda. Kisha Simon alitabasamu polepole, tabasamu la mtu aliyepata kitu hatari sana. Hii imekuwa kubwa kuliko nilivyodhani. Alinyanyua bunduki yake polepole, ikimlenga moja kwa moja kwa Malik. Lakini kabla hajavuta risasi, Malik alinong'ona kwa sauti ndogo sana, chelewa kidogo na wote tutakufa hapa. Mwisho wa episode 3 itaendelea.